إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله وأطيعوه واكثروا من الصالحات فإن الأيام تسرع بكم بها الأمور ثم ولن يجد العبد من دنياه إلا عمله فإن كان صالحا سعيدا وفازا وإن كان فاسدا خسرا وخابا من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بالظلام للعبد وزعم على شكر الله سبحانه وتعالى awezesha kufika katika swala hii ya salati al-isha. Hawabudi kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin, na kisha kumtakia rehema na amani na kiongozi wetu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, fattakullah, wale wa Mwenyezi Mungu, mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala, watiiuhu na kutii katika maelekezo yake, wakiu bila salihati, na mfanye wingi wa kutenda mema, fa inna al-ayyama tusiku bila kusuru, hakika masiku yanakwenda haraka sana na kutupelekea katika makaburi yetu. Thumma ila nushuri, kisha baada ya kufishwa mtafufuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu
Mola wako si mwenye kudhulumu mja yoyote katika matendo aliyofanya. Kwa hali hiyo, ndugu zangu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuzidi katika ibada na tuzidi katika kutaka toba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kama tulivyozungumza jana kwamba tauba ni jambo la lazima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu ila Allah jamia, tubuni kwa Mwenyezi Mungu katika madhambi nyinyi mnayoyafanya. Ayuhal mu'minun, enyi Waislamu, la'allakum tuflihun. Katika kufanya toba, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia na atakufutia madhambi yako, na huenda ukawa ni miongoni mwa watu watakayefaulu. Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wasalam, na watu kwa kufanya madhambi, Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mambo mengi tunayapoteza kwa sababu ya madhambi. Mtu anaweza akapata gharqa, akapata misukosuko, mabalaa kwa sababu ya madhambi anamkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam, katika aya 10 surati Nuh, anasema faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam aliwaambia watu wake, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mtakeni msamaha Mola wenu, mtakieni ghafira, jitakieni ghafira kwa Mola wenu. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu, kana ghaffara, Allah anasamehe. Unapokuwa umekosea ukamwomba msamaha Mwenyezi Mungu, Allah anasamehe, na kisha samehe, yursilis samaa alaykum midrara. Anawaambia Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wasalam, ikiwa mtasamehewa madhambi na Allah akawa amezuia neema kuwashukia kwa sababu ya madhambi, akazuia mvua kwa sababu ya madhambi, kisha samehewa, yursilis samaa alaykum midrara, Mwenyezi Mungu atakuteremsheni mvua yenye manufaa. Kwa kuna baadhi ya nchi ambazo zinapatwa na ukame. Kwa mujibu wa aya hii ni kwamba watu wanamkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, basi Mwenyezi Mungu anawapa mitihani ya nakama, mvua zinakuwa hazinyeshi. Kwa Nabiullahi Nuhu akawaambia, istaghfiru rabbakum, mtakeni msamaha Mola wenu, innahu, hakika yeye, kana ghafara, atakusameheni, na kisha kusameheni, yursilis samaa alaykum midrara, atakuteremsheni mvua yenye manufaa, wayumdidukum biamwali, na atakupeni mali za aina mbalimbali kwa sababu ya istighfari, ya kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Msamaha, ukishasamehewa, maana yake katika radhi ya Mwenyezi Mungu. Allah atakupa utakachokihitaji kwa sababu katika radhi yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yumdidukum biamwali, atakupeni mali za aina mbalimbali. Ikiwa unafanya shughuli, biashara zako
zako zimekufa, fastaghfirullah, mtake msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna sehemu umekosea. Wayumdidukum biamwalin wa banina, atakupeni mali wa banina, na pia atakupeni watoto. Kwa wale ambao wanahitaji watoto, hamkupata watoto, kwa istighfari Mwenyezi Mungu atakupeni watoto. Watoto ni katika mali. Ndio maana hii aya imekuja amwali, mali, wa banina, na watoto. Unaweza kukosa mali, Allah akakupa watoto, watoto ikawa ni mali, wakakulea, wakakutunza kila kitu. Ni kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie, atupe watoto waliokuwa ni wema. Waja'al lakum jannatin, mkishaleta istighfari Allah atakujalieni, atakupeni mito, atakujalieni mito. Manake mkiwa na mito mingi mtalima matunda, mtaweza kulima mboga mboga, mtakuwa mna neema ya hali ya juu sana. Leo mito imepotea katika ardhi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu watu hawana istighfari, hawamtaki msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo unakuta watu wakulima na wafugaji wanagombania maji. Ni kwa sababu ardhi ya Mwenyezi Mungu, viumbe wa Mwenyezi Mungu wamekuwa ni wakaidi, hawataki kufuata maelekezo ya muumba wao ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anaondosha neema ya maji, unakuta wakulima pamoja na wafugaji wanagombana kwa sababu istighfari imekosekana katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anasema malakum la tarjuna lillahi waqara, enyi waja wa Mungu mna nini? Hamuonyeshi heshima kwa Mwenyezi Mungu aliyekuumbeni. Hamna heshima mnayoonyesha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufuata maelekezo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini ambao ni Waislamu, tubu ila Allah, rejeni kwa Mwenyezi Mungu, taubatan nasuha, toba ya kweli kweli. Taubatan nasuha ni toba ya kweli kweli. Tufanye toba ya ukweli, ambayo sio toba ambayo tunamkosea Mwenyezi Mungu, anatusamehe na kisha tunaendelea. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anasema ataubatan nasuha, toba ya ukweli, ayatuba minadhambi, ni mtu kutubia katika madhambi anayemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma, kisha, la yaudu ilaiha, harejei katika madhambi hayo. Kama la yaudu labani fi dhan'i, kama vile ambavyo maziwa ya mama yanapotoka hayawezi tena yakarudi katika chuchu, ndivyo inavyotakiwa. Ukishatubia basi unatubia moja kwa moja, hakuna kurejea katika madhambi. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah anaeleza kwamba sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema nilimsikia mtume wa Mwenyezi Mungu akisema, kuambia masahaba, kuambia Waislamu, anasema wallahi, na muapa Mwenyezi Mungu, inni la astaghfirullah, mimi namtaka msaha Mwenyezi Mungu, wa atubu ilaihi, na inatubu kwake, fi yaumin, kila siku, akthar min 70 mara, zaidi ya 70 kwa siku. Mtume alikuwa akileta istighfari kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anawaambia masahaba, kwa masahaba walikuwa na ilmu,
wanamjua Mtume Muhammad sallam, wanajua ibada anazozifanya na namna Mwenyezi Mungu alivyomweleza katika Qur'an, kwa sababu Mtume ghufila lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min adh-dhunubi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsamehe Mtume madhambi yote ambayo aliyoyafanya na atakayoyafanya katika Qur'ani. Ndio maana masahaba wakashangaa, lakini Mtume anatubia kwa Mwenyezi Mungu kila siku mara 70. Lakini leo Muislamu anashinda kutwa nzima, anajua kamkosea Mwenyezi Mungu, anajua amewakosea viumbe wa Allah, lakini haleti toba kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fi hadha alhadith, katika hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharisu li umma, inawahimiza umma ala tauba wal istighfar, juu ya kufanya toba na kuleta istighfari. Unatembea na tasbihi, unavuta tasbihi astaghfirullah, hauna tasbihi, zungumza maneno hayo kumtaka msamaha, astaghfirullah astaghfirullah. Angalau kwa siku moja wewe fanya hata mara 100, hata mara 10, mtake msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Manake sisi tunamfuata Mtume. Ikiwa Mtume alikuwa akileta istighfari, wewe uko katika umma wake wamfuata Mtume hauleti istighfari, manake unamkengeuka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn al-Battali, Imamu Ibn al-Battali akasema, al-anbiya'u ashaddu an-nasa ijtihada fi ibada, manabii wanajitihada kubwa kufanya ibada kuliko watu wengine. Lima atahumullahu ta'ala min al-ma'rifa, kwa yale Mwenyezi Mungu aliyowapa kutokana na maarifa ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana wao walikuwa wanafanya istighfari, kwa sababu wanamjua Mwenyezi Mungu kwa undani. Lakini Muislamu kaisoma dini yako ukajua nguvu alizonazo Mwenyezi Mungu, huwezi ukaacha kufanya istighfari, huwezi, kwa sababu unakuwa unajitambua wewe ni nani, uko wapi, anayekulisha nani, maisha yako anayekuangalia nani, na baada ya kuondoka katika nakwenda wapi na umejiandaa vipi. Lazima utakuwa ni mtu mwema. Kwa hao manabii daibuna fi shukri, walidumu juu ya ibada na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanafanya ibada kwa wingi na wanamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiona wewe Mwenyezi Mungu amekujalia unaweza kufanya ibada, mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, manake Allah anakutakia kheri, Allah anakutakia mema, na bila shaka mema hayo utayaona hapa duniani na utayaona akhera. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie kheri. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ana Mtume kusema, ya ayuhan nasu, enyi watu, tubu ila Allah, tubuni kwa Mwenyezi Mungu, wastaghfiruhu, na mtakeni msamaha. Fa inni, hakika mimi Mtume wenu, atubu fi yaumi, na mtubia kwa Mwenyezi Mungu kila siku kwa kuzungumza astaghfirullah 100 marra, mara 100 kwa siku. Rawahu al-Muslim, hadithi hii ameipokea Muslim. Fi hadha al-hadithi aidan,
Katika hadithi hii tena twadifundisha ujuba tauba, ulazima wa kufanya toba, walistighfari, na kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu, walistimrarun dhalika fi kulla alwaqti, na kuendelea na jambo hili kwa kila wakati, ala kulli hin, kwa kila namna yoyote uwezavyo umtake msamaha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akaeleza, lillahu ashaddu farhan bitaubatan abdi ina tuba ilaihi, ya kwamba Allah hufurahi sana kwa toba anaifanya mja wake pale anapo kwake, kama vile mtu anapokuwa katika kipandwa chake anakwenda safari ndefu, fanfalat minhu aliha taama, kisha amefika sehemu amepumzika na kipandwa chake kina maji, kina chakula, na kisha kile kipandwa anashtuka anakuta hakipo, na kisha kuta hakipo manake hana namna yoyote ya kuendelea na safari, maana yuko porini. Fa aisa minha, anakata tamaa, anajiuliza tafikaje na kukwenda, njaa itakuwaje? Kisha anaamua kulala tu. Pale pale anapokuwa amelala, anashtuka anaona mnyama wake amerudi pamoja na chakula chake na maji yake. Raha ile anaoisikia, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamfurahia mja wake anapofanya tauba, kama vile ambavyo huyo jamaa aliyopotelewa na mnyama anapomwona mnyama wake amekuja na chakula chake, anaona sasa hapa raha iliyoje, nitaendelea na safari na kisha nitakula. Ile furaha anayoisikia ni zaidi ya furaha anayoisikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huo ndio mfano aliotupigia Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kujitahidi kufanya tauba. Mahabbatullahi li taubatal abdi, hadithi hii inatuonyesha kwamba Allah anamfurahia mja wake anapokuwa ametubia kwake. Wa innahu yafrahu bidhalika far'an shadida, Allah anafurahi mno kwa mja huyo, na kisha anamwandalia mambo makubwa baada ya kuondoka katika ardhi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Mungu atujalie kheri, tuweze kurejea katika misingi yake na kujisahihisha katika mapungufu tunayoyafanya katika dunia yetu hii. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, wakati wa swala umefika. Tunaomba sadaka ili tuweze kutekeleza ibada ya swala. Waliojaliwa chochote tunaomba watangulize kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunawasisitiza Waislamu, mnapokuja kwa ajili ya kufanya ibada msikae nje. Unapoingia ndani unuie itikafu, unaendelea kuandikiwa thawabu, lakini